Ushindi, ushindi, ushindi. Jumapili tulikuwa na ujumbe unaosema jiweke tayari kwa ajili ya kumlaki Yesu. Alafu mwisho wa siku kaingia kwenye toba. Kwa hiyo nikawaambia muendelee kuwa mnatubu. Tunahitaji dunia lakini Yesu ni bora zaidi tukiondoka naye. Amen. Amen. Amina, amina. Lakini sasa kwa wale ambao walikuwa nimeanza nao miaka iliyopita, ndio sasa nataka nirudi kule kuchakaza. Sema kuchakaza. Kwa sababu wameona kama tumewalegezea kidogo, sasa wanataka tujue kwamba bado tuko vile vile. Ushindi, ushindi. Kwa hiyo kama unaandika sasa, chukua daftari yako. Au kama unasema mimi nitakufuata kwenye mtandao, hamna shida. Sema nashinda. Ujumbe leo unaitwa kuteketeza vilinge vilivyofunga maisha yako. Kuteketeza vilinge vilivyofunga maisha yangu. Maiki kama inakuwa ina kazi, inakuwa maizima, inakuwa on. Hiyo inatumika wakati inataka kutumika. Kuteketeza vilinge vilivyofunga maisha yangu. 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 Kama umeandika rudia, umeandikaje? Kuteketeza vilinge vilivyofunga maisha yangu. 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 Najua neno vilinge kwa watu wengi ni vigeni. Hao wanalijua kwa upande wa pili. Sema nashinda. Ushindi. Tusome kwanza kitabu cha Ufunuo Yohana sura 12 kuanzia mstari wa 7. Tuone. Kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 12 kuanzia mstari wa 7. Mbona usikiki? Au studio kazi yako, yani kazi yako sio kusoma, ni kuangalia maiki zinafanya kazi, zifanye kazi. Ufunuo wa Yohana sura 12 mstari wa 7. Neno linasema kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Ndio. Mstari wa 8. Nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyia ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Mstari wa 11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkahao humo. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati wa machache tu. Ana wakati mchache tu. Tumepewa ole wa nchi na bahari. Wanaokaa katika nchi, wanaokaa baharini, tumepewa nini? Ole. Kwenye Biblia huwa kuna maneno mawili, kuna eli na ole. Ikiondoka ole ni ghadhabu ya Mungu, ikiondoka eli ni baraka za Mungu. Ushindi. Lakini unaona kulikuwa na vita
mbinguni. Kila mmoja anasema baada ya muda nitaenda mbinguni. Kule mbinguni ambapo nataka uende, kuna vita ndio ilianzia kule. Anasema malaika Mikaeli akapigana na malaika Mikaeli akapigana nani? Na yule joka Ibilisi. Akapigana nao. Kwa hiyo wakapigana kule mbinguni, wakapigana. Walipopigana hawakuweza kushinda, wakatupa mpaka nchi. Halafu anasema kukawa na amani mbinguni, ambapo tunataka kwenda. Amani ikawepo. Lakini kwa nini amani ilikuwepo? Walipigana kwanza. Waliposhindwa, amani ikawepo. Lakini walipotupwa huku, anasema alipotupwa, ole kwa sababu huyu vita ambavyo ameifanya huko mbinguni amekuja kwenu tena na hasira. Kwa nini ana hasira? Amepoteza nafasi ya mbinguni. Amekuja kule duniani ambapo anakaa wanadamu. Kazi yake ni kuwashtaki ndugu zetu usiku na mchana. Anasema pumziki wala lali, ni kuwashtaki, kuangalia amefanya nini. Hiyo ndio kazi yake aliyekuja huko. Sema na shinda. Lakini sisi tukapewa nafasi. Anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno lao la ushuhuda ambao kulitaka siku zote. Ndio maana ukiona mtu anakaa ushuhuda na ogopa, yani sio kutoa ushuhuda. Sio wewe, ni roho iliyomo ndani anasema uwezo kanishinda bila kutoa ushuhuda. Ndio maana wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno lao. Kama mimi shetani nimemshinda. Hiyo ni ngumu sana watu kuongea sana, kwa sababu ndani wake ina fighting. Kuna vita ambayo inakuwa inaendelea ndani ya mtu. Wananionaje? Sio yeye, ni shetani anasema uwezo kalishinda. Kwa nini? Unapotoa ushuhuda, maana yake unakuwa umemshinda shetani na kumwaibisha. Ushindi. Sasa amesema yule joka. Ukisoma sehemu nyingine anasema joka ukae kwa moto. Ukiangalia kama Zefania anasema joka ukae kwa moto. Hii Ufunuo yenyewe anasema joka mkubwa. Kila wale ambao wanamfuata shetani hawezi kumuita joka mkubwa, wao wanasema joka mkuu. Joka mkuu. Sema na shinda. Kwa hiyo tunapoongelea kwa habari ya vilinge, chanzo chake ni joka ndiye anayeongoza vile vilinge vyote. Sema leo unamfuata aliko. Sema na shinda. Kwa hiyo neno vilinge vina lugha vinavyotambulika tofauti na makabila. Kuna wanaita kwa kabila hili au wanaita hivi au wanaita hivi, lakini ndio vilinge vile. Lakini hata katika Biblia imeita vilinge kwa majina tofauti. Vilinge au kilinge ni yule mtu ambaye akienda kwa wakala wa shetani au mganga, anaenda kuna eneo lake ambapo huwa anafanyia uaguzi au uganga. Hicho ndio kinaitwa nini? Kilinge. Kwa sababu ndio kuna madhabahu ya shetani. Kama unavyokuja kanisani kuna madhabahu ya Mungu. Ushindi. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia, unapoenda kwa mganga tukafika tupa, hata asipokupa dawa ukakaa tu kwa mganga ukatoka, umeacha nyota yako. Kwa hiyo maisha yako yanaweza kaa yanahangaika, lakini kuna kilinge bado kimekushikilia. Na inawezekana hicho kilinge wakakiteketeza wakakiondoa, lakini kwenye ulimwengu wa roho bado kinafanya kazi. Na ndio maana unaona mambo yanaendelea kuwa kwako. Unasema mbona hivi niliachana navyo lakini bado vinaendelea kuonekana kwangu, vina manifest kweli. Kwa sababu hakikuondolewa roho, ila kimetolewa wapi? Mwilini. Ni sawa kama unavyoona Mungu anatujalia siku za usoni tunapata eneo la kujenga kubwa. Tukiondoa hapa madhabahu inaama, lakini katika ulimwengu wa roho madhabahu bado inakuwepo. Amen. Sema na shinda. Ushindi. Kwa hiyo vilinge kazi yake vimekamata maisha ya watu.
Na inawezekana kama wewe umekamatwa lakini hujawahi kwenda, lakini baba zetu, anasema baba zetu walitenda dhambi na sasa wapo, ila sisi tunavuna maovu yao, tunalisi. Kama ambavyo unakuwa unalisi mali zao, unalisi vitu, ndivyo unavyolisi na adhabu hiyo. Ukisoma Maombolezo ile 3. Sema na shida. Lakini wakati mwingine inawezekana baada ya kuzaliwa hujawahi kwenda, lakini walikupeleka ukiwa kwenye tumbo. Hao mtu alienda akakutamka. Unajua wakati mwingine unaweza kujiona uko salama, lakini usalama haujui. Kwa sababu mtu anaweza akawa rafiki yako, akawa ni ndugu, akawa nani, ameenda kwa wachawi, anasema na huyu, hebu niambie na huyu. Tayari na wewe moja kwa moja umeketishwa naye. Kwa hiyo mwisho wa siku unashangaa mambo yako yanaenda hivi. Kumbe kilinge kimeukamata. Sema kile kilinge kilichokamata maisha yangu sasa hivi kinateketea. Teketea kwa jina la Yesu. Teketea kwa jina la Yesu. Ushindi. 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 Sasa kilinge kwenye Biblia kuna ambapo inaitwa nyumba ya miungu. Hata makabila tofauti nakwambia hiyo ni nyumba ya miungu. Wengine wanatengeneza ni kubwa, wengine ni vidogo vidogo, na chini wanakwambia ni nyumba ya miungu. Utakuta kuna hela za zamani, au kuna hela ambazo zinatumika, mtu anaambia weka pale kwa wazee, ila mzee haonekani, ila anakwambia weka pale kwa wazee. Wanaweka na vitu vinaita simbi, vile Wamasai wanavyo sana, wana vitu vya baharini sana. Sema na shinda. Ushindi. 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 Nakumbuka mara ya kwanza wakati nimeenda Dar es Salaam, tukawa tumeenda baharini kuoga. Sasa wakati tuko Magogoni hapa tunaingia akasema kwa pikada ya ziwa. Wakatuzunguka vipi? Waletea baharini, wana vitu vya baharini hivi, ukifanya hiki, ukifanya hiki. Yaani mambo ya uganga. Wanazania tumekuja kuchukua mambo ili tuweze kutengeneza kwenye bilinge. Sema na shinda. Ushindi. Kwa hiyo makabila wengine wanaita nyumba ya miungu, na Biblia inasema nyumba ya miungu. Kwa mfano, hebu soma Waamuzi sura 17 mstari wa 4 hadi wa 6. Kitabu cha Waamuzi, Judge. Kitabu cha Waamuzi sura 17 mstari wa 4 hadi wa 6. Kama ufika unaweza kusema amina na shida. Soma. Soma. Kumbe hujafika, unasema Waamuzi 17. Mstari wa 4 hadi wa 6. Mstari wa 4 hadi wa 6. Ndio. Nasema basi hapo alipomrudishia mama yake hizo fedha, mama yake akatoa fedha 200 akampa fundi mwenye kusubu fedha, naye akafanya sanamu ya kuchonga kwazo na sanamu ya kusubu ambazo zilikuwa ndani ya nyumba ya Mika. Basi mtu huyo Mika alikuwa na nyumba ya miungu, naye akafanya naivela na kinyago, akamweka wakfu mmoja miongoni mwa wanae, akawa kuhani wake. Siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli. Kila mtu alifanya hayo aliyoyaona kuwa ni mema machoni pake mwenyewe. Amen. Unaona, kwa sababu wamekosa kujua neema ya Mungu, wamekosa kufanya nini? Unaona sasa huyu amelipa fedha. Sasa zile fedha zimetumika kutengeneza miungu. Sema miungu ambazo wanasema ni sanamu. Sasa ile nyumba ya miungu wakati mwingine unaweza kukuta kuna sanamu. Unakuta hapa kuna upinde, unakuta hapa kuna kakibuyu, unakuta hapa kuna kanini, unakuta hapa sio kuna vijuga, yaani vitu vya sanamu vipo ndani. Akikuanza leo unaona kwenye Biblia kipo, na kwa sababu wanafanya hivyo ni kwa sababu wamekosa neema ya Mungu. Kila mmoja anafanya yale ambayo anaona ni mema machoni pake, lakini ajui kwamba anajitia laana. Ushindi. 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 Na wengine unaweza kukuta hata mikono yao ilishabadilika tayari, kwa sababu kuna pesa alimpa mtu kwa nia nzuri akapeleka kwa mganga. Alipeleka kwa mganga ndio iko huko imeshafungiwa huko. Na hizo hela za zamani ndio nakutaga
wanachukua kuwafunga watu. Kwa mjini si sana, lakini vijijini unakuta mtoto mdogo zile hela za tundu wamweka tu kamba, wamemfunga kiunoni. Wanasema tunamzuia na upepo, sijui tunafanya nini. Ndio uchawi wenyewe huo, uanguzi huo. Inawezekana wewe uliwahi kufungwa. Sema natoka kwenye miungu. Ushindi. Kwa hiyo automatically umekaa kwenye kilinge. Wanakuona huko mjini, wanakuona kazini, wanakuona wapi, lakini roho umekaa kwenye kilinge. Upo kwenye nyumba ya miungu. Maisha yako yanakuwa hivi, ukitaka kufanya hivi wanakuambia unaenda wapi? Kwa sababu kazi ya shetani ni kuchinja, kuiba na kuharibu. Sema nashinda. Ushindi. Wakati mwingine unakuwa sawa, wakati mwingine hauko sawa. Shida ni nini? Kwenye nyumba ya miungu. Vilinge, umekaa kwenye vilinge. Ambaye anaongoza anaitwa joka. Biblia imeandika joka mkubwa. Wao wanasemaga joka mkuu. Wanatuma joka iweze kufuatilia watu juu ya maisha yao. Kwa hiyo ili uweze kutoka katika maisha lazima ushindane na hivyo vitu, vishinde. Sema ni leo na ni sasa. Na vishinda kwa jina la Yesu. Ushindi. Ni sanamu. Halafu anasema sanamu za fedha. Sanamu. Kwa nini sanamu za fedha? Kwa sababu anasema asionekane mtu yoyote atakayeabudu miungu yoyote ya kujifanyia wanadamu. Sasa mtu akienda kwa waganga, wanachukua hizo vipesa wanampa. Hebu tamka unachotaka. Sema, ongea na wazee wanakusikia. Wazee? Mbona mnaokana wapole utafikiria mjawahi kwenda? Sema nashinda. Ushindi. Unapewa au unapewa vijiti. Wengine wanatumia minyaa. Ongelea pale wanakusikia. Ongelea pale wanakusikia. Ila ukija kanisani kama wale wanakusikia kanisani, Mungu asizaidi. Amen. Sema nashinda. Ushindi. Hebu soma Ezra sura ya 1 mstari wa 7. Kitabu cha Ezra. Ezra sura ya 1 mstari wa 3. Wa 7. Mungu inasema, ndio. Tena Koreshi mfalme alivitoa vyombo vya nyumba ya Bwana alivyokuwa amevileta Nebukadneza kutoka Yerusalemu na kuvitia katika nyumba ya miungu yake. Unaona? Yaani amehamisha vile vyombo ambavyo vilikuwa vya Bwana vya madhabahuni. Maana kama unavyoona madhabahu au vitu vya sakramenti amevihamisha. Amevitoa ambavyo baba yake mtawala alipoenda kuwateka Wayahudi akaja navyo. Anavihamishia katika nyumba yake ya miungu. Ipo nyumba ya miungu. Unatukuta ndio wanasema mitulukuduku. Tudogo hivi. Tupo. Sasa kuna wengine hakuna mganga wala hakuna mchawi. Hila wanasema ni mambo ya tamaduni, ni mila kacha. Kuna wamekaweka sehemu. Kila anayezaliwa pale anamwambia nenda pale uongee. Hapo ndo maisha yetu yalipo. Sema kwa baba zetu. Wanamwambia ongelea pale ndio kwa baba zetu.
Wanakuambia taja jina hili, unataja. Maana na wewe unakuwa recognizer, unaendelea kujiunganisha. Najiunganisha tu na mimi kwamba mlipo na mimi nitakuja huko, kama ulivyopotea na mimi napotea. Kishangaa maisha ya mtu yanaanza kubadilika. Alikuwa vizuri, anasema jamani, nini kimetokea? Mbona ameanza kubadilika? Ibada za sanamu. Kiringe kimemshika, kimemkamata. Sema na shida. Ushindi. Nao ni Wakristo, utawakuta kanisani. Hakitoka yumo kwenye kilele, kwenye nyumba ya miungu. Akivuna mazao, anakuambia mbegu za kwanza weka kule. Anaweka, anatoa sadaka. Halafu anaongea maneno, anasema mimi na uzao wangu na wana mpaka wajukuu na vitukuu. Kwa hiyo hata kitukuu akijazaliwa kishauzwa hai kiko kwenye kiringe. Ndio yule mtoto anayezaliwa analilia jina. Wanamwambia jamani, mtoto yani tangia zaliwa, jamani hatujawahi kulala usiku mchana yeye kulia, usiku mchana yeye kulia. Anaitwa nani? Unamwambia jina. Wa sasa hivi wana Google. Anamwambia hapana, muite jina hili. Akishatoa jina, usiku katoto kanalala, utafikiri kamepigwa sindano ya usingizi. Maana miungu imeingia tayari, imesha activity, inasema mmetokubalia, tumeingia katika nyumba yetu. Hameuzwa. Kwa sasa hivi utaona, subiri mtoto amalize shule, kuona atakavyoanza kuteseka. Huku chini ana shida, ngoja afike form 2 kupanda ndo taona. Miungu nasema tupo. Ndio nasikia anakuambia hebu mpeleke kwao kwanza, akawasalimie wa kwao. Mashetani yameshikwa na kilinge. Sema na shinda. Ushindi. Wakati mwingine anaweza akamaliza vizuri, akapata kazi, lakini hautapata hata nia yake. Unaongeza laana. Yaani mwanangu nilivyohangaika, niliuza hiki. Sipati hata yake, manake tafsiri yake unamlaani zaidi. Ndio laana ambazo zuwazishi kwenye familia. Lakini kuna chanzo, sio sipo. Kiringe hakikuuliza lile hela la tunda ambalo ulifunga kwenye kiuno au kwenye mkono liliishia wapi. Hata wewe mwenyewe hujui lidondokea wapi. Sema na shinda. Ushindi. Na sasa hivi shetani amebadilika. Hayo maagano ambayo yalikuwepo ya kimila yanaisha sasa hivi. Kuna maagano ya kisayansi, ya kisasa. Sio ya digital, ni analogi. Analogi ndio kwanza. Sasa hivi ndio digital. Kuna ya digital sasa hivi. Sema shinda. Tena yanaitwa kwa jina la kizungu kacha. Sasa mtu akiambiwa kacha anasema hii kacha. Hajui kama ndo tabamu yeye. Ndio maana unakuta mtu amevaa manani makacha humu ya Jamaika. Baada ya muda ukianza kupiga bangi, unajiuliza, si kacha?
tamaduni yao si bangi. Wewe ni Mtanzania, umevaa ya Jamaika, umevaa ya Marekani, kiringe kimekushika, sema teketea kwa jina la Yesu. Sema teketea kwa jina la Yesu. Sema teketea kwa jina la Yesu. Ushindi. Ushindi. Alafu Waafrika ndio tunaiga sasa tamaduni zao, ila wao hawajawahi kuziiga. Maagano, nyumba ya miungu. Sema sasa hivi natoka kwenye nyumba ya miungu iliyofunga maisha yangu. Teketea kwa jina la Yesu. Teketea kwa jina la Yesu. Teketea kwa jina la Yesu. Hewe joka uliyemeza maisha yangu, teketea. 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 Teketea katika jina la Yesu. Ushindi. 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 Lakini vilinge wakati mwingine vinaweza ikawa ni mlima mrefu. Kuna majira watu wanaenda kwenye kimlima, ndio wanapiga chungu huko. Hao mti wenye majani mabichi, hao mti mkubwa, ndio wanafanyia mambo yao. Wakati mwingine wanauita ni mti wa kivuli, lakini ndani mwake kuna agano la giza. Ndio wanafanya kazi. Hebu soma Kumbukumbu la Torati sura 12 mstari wa 2 hadi wa 3. Maisha muda unakimbia. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura 12 mstari wa 2 hadi wa 3. Kumbukumbu la Torati sura 12 mstari wa 2 hadi wa 3 unasema, Vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakitumikia miungu yao mataifa mtakayomiliki, juu ya milima mirefu na juu ya milima na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Mstari wa 3, nanyi zivunjeni madhabahu zao, zibomoeni nguvu zao na maashera yao, yateketezeni kwa moto na sanamu za kuchonga na miungu yao, zikateni na jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo. Amen. Amen. Unaona anachosema? Anasema ondoeni hivyo vitu, bomoeni, vunjeni, teketezeni. Anasema ni kwenye mlima mrefu. Tena mwanzo anasifika kwa milima, twende mlimani. Ndio wanaenda kukamata watu. Anasema na kwenye miti mirefu yenye majani mabichi. Ndio maana hata miti, kuna miti mingine inaogopa. Na nilikuta ni mti kubwa kama yale mamiti ya Shinyanga yale makubwa. Hayo ndo nakuta sasa ndo vilinge wenyewe sasa. Wanafanya kazi yao. Kuna msimu majani yanapokuwa mengi kwenye mti, anasema ndo muda wenyewe, twende. Wanaenda kufanya uganga wao na uaguzi. Anasema bomoeni, vunjeni. Lakini hata kwenye familia mjini ndio unakuta, kwa sababu kutokana na eneo la mjini unakuta mtu ana mti hilo, lakini vijijini unakuta mtu ana mti lenyewe ashera. Humo kwenye shamba kuna msimu fulani wanapeleka mbuzi, msimu fulani wanaenda kusema mambo yao. Simama shinda. Ushindi. Ushindi. Kwa hiyo amemkamata
Mtu yuko mjini anahangaika, kumbe mjini unaona mwili, ila maisha yake yapo kwenye kilinge, amefungiwa. Sasa Mungu anasema yabomoeni, teketezeni, vunjeni. Manake ni masanamu yapo. Sema nashinda. Ushindi, ushindi, ushindi. Si kila kitu ambacho unakiona ni kizuri kinakufaa wewe. Sikiliza roho inasemaje. Niliwahi kuwafundisha kwamba tunapokuwa tunakemea mapepo hapa, pepo kwa sababu anabidi arudi kuzimu. Sasa kuzimu panawaka moto. Sehemu nzuri ya kukaa ni kwa binadamu. Sasa unamuondoa kwa binadamu, aende wapi? Hakiona eneo lote limewaka moto, huwa anatafuta eneo nikimbilie wapi? Unaweza akaenda kwenye mti, kaenda kwenye jiwe, kaenda kwenye mto, hawa kaenda kwenye sanamu za kuchonga, sema sanamu za kuchonga. Vile ambao unakuta wanaotengeneza barabara, wala wanaolinda mazingira ya barabara. Sasa unakuta wametengeneza matwiga, pundamilia, sijui na nini, yani masanamu yale. Na hapo ndo wewe ndo wa kwanza kwenda kupiga picha kutoka unabadilisha state. Unabadilisha state. Sasa kama pepo limetemuliwa hapa, limeenda limekaa pale, limeingia ndani ya twiga. Hao ndo nasema ngoja nimshike twiga na mdomo. Unamaliza kupiga picha unaondoka nalo. Mimi siaribu biashara ya watu kwa kusini kupiga picha. Akikataa usiende, usilazimishe. Kwa sababu Mungu anakulinda, ila Mungu hakulazimishi. Ushindi, ushindi. Sema nashinda, sema nashinda, sema nashinda. Kwa sababu kuna matatizo mengine ambayo umeyachukua kwenye eneo bila kujua. Unataka kwenda kwenye hoteli, kwenye mlango pa kuingilia unakuta kuna joka yuko hivi, na upande kule kuna joka yuko hivi, katikati kuna joka. Unajua kwamba hapo unaenda kwenye joka kweli? Kwa sababu sema nashinda. Mwanza wanasema ni kanda ya ziwa, ni sehemu ya Sato. Sehemu ya nini? Si ndio maana kuna sanamu ya Sato. Ukienda Kagera utakuta Mgomba. Ukienda mkoa mwingine utakuta. Sasa aliyejenga hoteli, joka yuko hivi ameachama, na joka mwingine amesubiria mwingine, na nini? Anamaanisha nini? Mimi siingii. Sasa hivi anatengeneza mpaka vitanda vya joka. Pakuweka mto pala, anakuwekea mto. Kuna joka amesimama hivi kichwa, na huku yuko hivi. Ina maana huyu analindwa na nini? Na joka. Sema nashinda. Sema nashinda. Maana kuna ibada automatically bila kujua. Maisha yako yanakamatwa na kilinge. Sema kila kilinge kilichokamata maisha yangu, nafsi yangu, hatima yangu, na amuru moto teketea kwa jina la Yesu. Teketea kwa jina la Yesu. Teketea kwa jina la Yesu. Teketea katika jina la Yesu. Ushinde, ushinde, ushinde. Wafalme wa kwanza sura 14 mstari wa 23. Wafalme wa kwanza sura ya 14 mstari wa 23. Wafalme wa kwanza sura ya 14 mstari wa 23. Nasema mahana hao pia wakajijengea mahali pa juu na nguzo na maashera juu ya kila kilima kirefu, chini ya kila mti wenye majani mabichi. Unaona, nasema
wakajijengea mashela, manake sehemu ya ibada kwenye kilima kirefu au kwenye mti wenye majani mabichi. Madhabahu wanatengeneza pale. Unasikia mtu anakuambia niliwahi kwenda kwenye poli fulani nikapelekwa, palikuwa ni hatari. Ndio huko pale alienda kupigwa. Anaenda kukamatwa. Anauza nafsi yake. Kuiuza ni kwepesi, kuikomboa ni gharama. Kwa sababu shetani anasema nimeshamiliki huyu mtu, namrudishaje? Ila ipo damu ya Yesu. Sema damu ya Yesu ipo juu ya nafsi yangu na uzao wangu. Damu ya Yesu ipo. Naachilia damu ya Yesu. 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 Katika jina la Yesu. Ushindi. Ushindi. Ndio maana wakamshinda kwa damu na kwa neno. Sema nashinda. Sema nashinda. Sema nashinda. Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 10. Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 10. Nasema basi akaondoka akaenda Sarepta, hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwa akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Umesoma wapi? Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 10. Wa pili, Wafalme wa pili. Wafalme wa pili 17 mstari wa 10. Tunasema wakajisimamishia nguzo na mashela juu ya kila mlima mrefu na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Unaona nasema wakajifanyaje? Wakajisimamishia nguzo kwenye mlima mrefu, halafu na mti mwenye majani mabichi. Mchana unaweza ukaona ni mtu wa kawaida, ila usiku ni ibada. Inaitwa miamori au mashela kwa lugha ya Biblia. Watu wanakutana pale, wanafanya ibada zao. Inawezekana kwenye mtaa humo unapoishi kuna limti hilo. Kwa hiyo wale wakikaa wakati wao umelala, wanakuwa na wahukumu wa kwenye mtaa. Leo tunafanyaje? Huyu mtoto wa fulani, huyu mtoto wa fulani, huyu mtoto wa fulani, huyu mtoto wa fulani. Tumwalibu. Nashangaa mtoto akaanza amechangamka vizuri shuleni, unasema Mungu amenisaidia. Lakini anapofika kwenye darasa la mtihani ambao inabidi na avuke pale, anaanza kulipikiwa. Amempeleka kwenye mti. Na kwenye mtaa umekaa. Kwa sababu wakati wao umekaa, wao usiku wanafanya kazi ya kuangalia, hebu tuangalie kwenye mtaa wetu ukoje. Nani amefungua biashara bila kuja kwetu? Nani amefanya hiki bila kuja kwetu? Tufanyeje tuwalipu? Kwa sababu usiposhinda hivi vitu, utashangaa kila unachokifanya kinaharibika, 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 alafu unaanza kujiuliza, nini kimetokea, mbona sielewi? Sema nashinda. Ushindi. 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 Wewe unadhania kila mmoja anayekuja kwenye biashara yako ni mnunuzi? Mwingine anakuja kutoa taarifa, ni mwandishi wa habari. Nimeenda hapo leo, nimenunua hapo hiki na hiki na hiki. Sawa. Wanakuweka kwenye TV yao. Tufanyeje? Kilingi cha kwenye mtaa kinachoratibu maisha yangu.
Teketea kwa jina la Yesu. 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 Teketea. Wakati nafundisha serikali za shetani zilizojipanga, nisema kuna kiongoza kwenye mtaa, kuna kwenye wilaya, kuna kwenye mkoa, kama unavyoona serikali za nchi zilivyo. Ndio na wao walivyojipanga. Kwa hiyo inawezekana kuna kilinge kimoja kwenye mtaa wako, kuna mtu mmoja tu ndo mkubwa pale. Naweza kama mwanaume kama mwanamke. Usiku anakukaanga pale pale. Kwa sababu lazima walipoti. Toa ripoti leo ikoaje. Leo nimekutana naye anisalimia. Kwa hiyo amenizarau, ajue kwamba mimi ni mkubwa huko. Tufanyeje? Tuma kichomi. Unatumia kichomi. Kilinge. Sema kia kilinge cha kwenye mtaa ninakoishi, kinachoratibu maisha yangu, na amuru moto wa Roho Mtakatifu. Teketea kwa jina la Yesu. 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 Teketea. Sema nyumba ya miungu iliyokamata maisha yangu, nyota yangu, hatima yangu, na amuru moto wa Roho Mtakatifu. Teketea kwa jina la Yesu. 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 Teketea katika jina la Yesu. Muda unakimbia. Isaya sura 15 mstari wa 6. Kitabu cha nabii Isaya. Nabii Isaya sura 15 mstari wa 6. Isaya 15 mstari wa 6. Ndio. Nasema. Kwa maana maji ya Nimrim yamekuwa mahali palipoharibika, kwa kuwa majani yamekauka, miche imenyauka, majani mabichi yamekoma. Amen. Umesoma ngapi? Isaya 15 mstari wa 6. Hebu rudia. Nasema, kwa maana maji ya Nimrim yamekauka mahali palipoharibika, kwa kuwa majani yamekauka, miche imenyauka, majani mabichi yamekoma. Majani mabichi yamekoma. Sema nakausha leo. 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 Kila mti wenye majani mabichi, kausha kwa jina la Yesu. 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 Sema kauka. Kwa moto Roho Mtakatifu. 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 Katika jina la Yesu. Sema nakausha. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yeremia sura ya 2 mstari wa 20 hadi 21. Ili tuweke kwenye maombi. Yeremia sura ya 2 mstari wa 20 hadi 21. Neno linasema, kwa maana tangu zamani wewe umeivunja nira yako na kuvipasua vifungo vyako, ukasema, mimi sitatumika, kwa maana juu ya kila kilima kirefu na chini ya kila mti wenye majani mabichi umejinamisha ukafanya mambo ya ukahaba. Nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa. Umegeukaje basi kuwa nchi usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu? Amen. Ushindi. Wakati nafundisha kwa habari ya nira, nilisema kuna nira ya Mungu, alafu kuna nira ya shetani. Ni anasema vua nira, vaa nira. Nira yangu ni laini na ni jepesi. Amen. Amen. Kwa hiyo mtu anapokuwa amezaliwa anakuwa na nira ya Mungu juu ya maisha yake na hatima yake. Sasa ndio anachokisema hapa, anasema hivi, imekuache sasa wewe
umepasua vile vifungo ambavyo nilikuwa nimekuunganisha na kwamba utapita hapo, utapita hapa. Maana umekata kamba. Sasa umevunja ile nila ya kwangu. Umesema mimi sitatumika. Ukaenda kwenye mlima mrefu, ukaenda kwenye mti wa majani mabichi, ukaanza kujinamisha pale. Nilikuwa nimekupanda ukiwa ni mzabibu mwema. Umegeukaje kuwa mzabibu mwitu? Kwa hiyo mtu anakuwa yuko vizuri, hii anageuzwa. Achana na hilo ambaye anaenda yeye mwenyewe anasema ngoja, anaenda kwa akili zake anasema mimi napeleka kufanyaje? Kuuzwa. Lakini kuna mwingine ambaye anauzwa bila kujua. Yupo tu. Hata na hiyo wakati mwingine anajiuliza, mbona sikuwaka hivi? Nini kimetokea jamani? Umeshauzwa tayari. Kuna mtu mwenye ila alienda kwenye kilinga kukutaja jina lako. Wanasema nataka nimkomeshe. Na ubaya upande wa shetani waulizaje kwa nini unamkomesha? Wanafurahia watu wakomeshwe. Ukija kwa Mungu asema nataka niombe huyu mtu awe hivi, ndio utaulizwa kwa nini unamfanyia hivi? Amekufanyia nini? Alafu unamuonyesha upendo wa Mungu na rehema zake. Ila kwa shetani anasema ulichelewa, wapeleka na mwingine. Nashangaa mtu anakongwa tayari ambayo amebebeshwa. Sema leo ni leo. Sema leo ni leo. Sema leo ni leo. Naongea na vilinge vyote. Upande wa baba, upande wa mama, upande ujombani. Sasa hivi vilinge vyote vilivyofunga maisha yangu, vunjika, teketea, vunjika, teketea, vunjika, teketea katika jina la Yesu. Sema nateketeza. Sema nateketeza. Sema nateketeza. Tekete kwa jina Yesu. 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 Teketea katika jina la Yesu. Sema nateketeza katika jina la Yesu. Sema nateketeza katika jina la Yesu. Sema teketea katika jina la Yesu. Sema teketea katika jina la Yesu. Sema teketea katika jina la Yesu. Sema nateketeza katika jina la Yesu. Ushindi, 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 ushindi. Mungu akitupa neema taendelea kesho. Mistari bado ipo mingi hapa. Sasa lazima tushughulike kutokana na muda wetu. Amen. 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 Kwa hiyo ambacho unaenda kufanya ni kupiga kila kilinga ambacho kimefanyaje? Kimeukamata maisha yako. Usiseme niko salama mimi, haujui. Kwa sababu inawezekana ulienda mwenyewe au kwenda. Ulipelekwa na mtu. Na kama unavyojua dunia sasa hivi ni ya uovu sana. Usipopata pesa wanakupeleka, ukipata pesa wanakupeleka. Sasa unajiuliza, hii dunia bwana ikoje? Sema na shida. Ushindi. Ukipata wanakusema, usipopata wanakusema. Sema leo ni leo. Sema leo ni leo. Sema yoyote aliyechukua jina langu akapeleka kwa wachawi na waganga kwenye vilinge vyao, wote kwa pamoja, wote kwa pamoja, na amuru moto wa Roho Mtakatifu tekete kwa jina la Yesu. 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 Teketea katika jina la Yesu. Sema nateketeza katika jina la Yesu. Sema nateketeza katika jina la Yesu. Kwa hiyo inawezekana ukawa huko hapa unajiona, lakini unajiuliza maswali mengi. Kumbe maisha yako yapo kwenye vilinge vya kichawi, yapo kwenye nyumba za miungu. Uko kwenye kilima, upo kwenye mti wa majani mabichi, uko pale unatabika. Huku kwenye maisha ya kawaida utatumia nguvu nyingi,
kusula tu. Unajiuliza, jamani, mbona mimi tu? Mbona mimi tu? Mbona mimi tu? Ingia ndani sasa. Ushughulike na yoyote. Kulikuwa na vita wapi? Ambapo tunataka kwenda, kwa sababu walipigana wakashinda, kukawa na amani. Sema na shinda. Ushindi. Ndio maana alipotupwa huko tukapewa hore. Yaani yule mtu anakuambia, hey, nakusikitikia yule. Hey. Alipotoka huko amekuja kwako. Sema na shinda. Ni sawa sawa umeenda umenunua eneo, umejenga. Alafu amekuja mtu mwingine amenunua naye amejenga, au umemkuta naye amenunua. Sasa rafiki zako wanakuja nasema, ndugu yangu, vipi? Huyo ndo jirani yako. Yaani ni bora ungekaa kwenye kichaka. Wanasema jirani yako nyoka si nyoka, ni shetani mtu. Sema na shinda. Wanakwambia umezungukwa na nyoka tupu. Ila akikwambia umezungukwa na nyoka tupu, sema damu ya Yesu ipo. Na Yesu yupo anaishi. Sema na shinda. Ushindi. Maana mwingine akimwambia hivyo, anaanza, nitafute yoyote mwenye hela tu hata ndogo tu kidogo. Yesu anaishi. Ukizungukwa na adui, maana Yesu anataka ajitukuze ili aonyeshe kwamba nguvu zake za dumu. Amina. Sema na shinda. Ni wewe tu ambao unaogopa vita. Akija mchawi, tumia upanga wa Yesu. Akija mganga, kata mguu. Halafu atembea na chechemea. Halafu naona muuliza, vipi unaendeleaje? Naambia kama unavyojua. Mwambie na leo jioni naongeza mguu wa pili. Sema nafyeka kwa jina Yesu. 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 Sasa hivi nikuonyesha nguvu za Mungu, halafu na wewe unaenda kwa aziaki. Kama ilivyokuwa kwa Heli, akasema sasa hebu mwamsheni huyo, labda amelala. Amechoka. Yes, Mungu jamani amelala. Endelea kumwamsha jamani, mwamshe. Ana waziaki. Wao wakikukalia usiku, asubuhi ndo wa kwanza, jamani, jirani umeamkaje jamani? Unazania anakupenda, anakuja kuangalia, ukisema jamani nimelala na umwa. Nini tena? Mgongo, anakuambia jamani pole. Mkwani yani utafikiri beba mzigo. Anakumbuka kwamba wewe ndio ulikuwa meza kwenye kikao chao. Na walikuwa wamekukalia wawili. Halafu wao wakijiangalia nasema wao mwili wao ni mwembamba. Anasema sasa usiku tuongeze na yule mama fulani mwenye kiuno kikubwa, tukae wanne, kesha asiamke. Sema na shinda. Kwa hiyo na wao unawafika asubuhi na waziaki, unasema mmemkaje? Ukiona najibu anaangalia chini, mwambie habari unayo, na mimi jioni naongeza dawa. Sema nafyeka wote. Sema nafyeka wote. Sema nafyeka wote. Sasa kwenye vilinge huwa kuna kuhani ambaye anaongoza na ratibu. Kwa sababu kama ulifungiwa pale, anakuwa anaangalia kwenye kioo cha kichawi. Kioo cha kichawi inaweza kawa ni mkono wake, inatokana na levo yake, au anaweka maji kwenye chombo. Anaangalia, au wengine wana vichupa, akitikisa hivi anakuona TV ya kichawi. Anaangalia vipi, je, ile dawa bado inafanya kazi au tuongeze? Sema na shinda. Ushindi. Ushindi. Kwa hiyo yule kuhani ambaye amekaa, ndio lazima ushughulike naye, mwambie palipo na nyota yangu, palipo na maisha yangu, palipo na elimu yangu, palipo na afya yangu, sasa hivi. Sema na wafuata. Hewe joka na kufuata. Hewe joka na kufuata. Peke kwa jina la Yesu. Tena wanasema joka kuu, na sisi tulifuata kwa jina hilo. Sema ewe joka kuu unayeabudiwa na giza, peke kwa Yesu, peke kwa Yesu, peke kwa Yesu, peke kwa Yesu, peke katika jina la Yesu. Ushindi.
Ushindi. Ushindi. Ushindi. Sema nashinda. Sema nashinda. Sema nashinda. Katika jina la Yesu. Sasa tunataka tuingie kwenye vita. Tuingie kwenye vita. Sasa hapa ndo tumeanza kuingia kwenye maombi yenyewe. Amen. Ya kushindana na adui yoyote. Ila huwa kuna sheria, sema sheria. Ukishindana na shetani wakati uko kwa shetani, anasema yani sawa sana kumpiga baba yako. Kumbe yani wewe upo kwangu unanipiga tena. Alafu hapo na baadaye unategemea nikupe chakula ule. Ndivyo ilivyo. Ukiwa kwa shetani ukimpiga una sawa sana kupigana na baba mazao makubwa. Kwa hiyo lazima umkatae. Useme wewe tangia leo sio baba. Kwa hiyo ukipeleka upanga anasema sio mwanangu aliyenifyeka, ni mtu fulani. Sema nashinda. Ushindi. Ushindi. Tusimame sasa. Nataka watu watoke kwa shetani kwanza. Nataka watu watoke kwa shetani. Tuweze kufanya kazi. Kama wewe unaweza kusema, unasema mimi nataka sasa nirudi kwa Yesu, nitoke kwa shetani, unaruhusiwa mbele. Ambaye ana udhaifu na mwacha akaa. Studio. Ambao nasema mimi nataka nipige hivi maisha yangu yatoke kwenye vilinge vyao, ili ninapojielewa niko kwake shetani. Nataka nitoke huko, sogea mbele.